Akuja akaniforce nikabeba mimba yake ambayo sikubeba kwa hiari. Nilipoambia mama yake akanisisitiza mwanzo nisimwambie babake kuwa Musa nimetembea na yeye. Kwa majina naitwa Betty Mise na nimeokoka. Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Zaidi ya yote ningependa kusema hivi. Wakati huyu msichana alimaliza standard 8, alikuwa kila wakati akija katika mji huu analia. Anasema, "Mama, sasa wewe tumesoma, Naomi anaenda shule na mimi nitabaki." Sasa mimi nikawa ninahuzunika sana. Kwa sababu gani? Huyu msichana anaona msichana wangu anaenda shule na yeye anabaki. Mzee akaniambia, "Mama, unajua tutachukua hatua gani? Tutachukua hatua tumsomeshe huyu msichana." Nami nikamwambia, "Vile umeona ni vyema pia, hata Mungu atatupa thawabu." Lakini kuendelea mbele vile niliendelea, nikawa nasikia malalamishi kwa majirani, msichana huyu anaharibu vijana wetu, msichana huyu umetuletea msichana upi. Mimi nikatoka hapa kwa sababu nilikuwa nimeishi hapa. Na wakati nilimpeleka shule nilitaka aishi na wajomba wake. Akakataa, akasema mimi sitaishi na wajomba wangu. Sasa mimi nikamuuliza, itakuwaje mimi nimeishi Poromoko na wewe uishi huku nyumbani? Akasema, mimi mama nitaishi. Sasa mimi nikaamua kwa sababu yeye ameonelea ameishi, mimi nitampatia kila kitu. Nitakuwa namfanyia chakula, budget ya chakula na yeye aishi kwa sababu mimi nilikuwa niko huku. Muda si muda huyu msichana nikaenda nyumbani. Nikapata usiku, nikaenda kwa penye analala, nikapata hayuko. Nikampata kwa huyo kijana. Nikamuuliza, "Kwani unafanya nini kwa kijana huyo Musa?" Akaniambia, "Nilikuwa nimeenda kuomba simu niongee na dadangu mmoja." Nikamwambia, "Mimi maneno ya saa 3 msichana kwa vijana sitaki." Nikarudi kwa nyumba. Kurudi kwa nyumba nikasikia moyo wangu hauna amani. Nikarudi tena. Saa hiyo ni saa 5:30. Nikampata tena kwa huyo Musa. Nikamuuliza, "Beatrice, una shida gani na kwa Musa?" Akaniambia, "Mimi nilikuwa nimeenda kuomba simu." Nikamuuliza, "Beatrice, surely msichana saa hii saa 5:30 uko kwa kijana, unamaanisha nini?" Yeye akanyamaza, hakunijibu na akaingia kalala. Mimi naye nikaingia nikalala. Nikateta mpaka majirani wakamuuliza asubuhi, "Mbona mamako alikuwa anateta?" Mimi nikaenda nyumbani nikalala. Nilipolala asubuhi nilimuita. Nikamuuliza, "Beatrice, nilipokuleta kwa hii boma nilikuambiaje? Si nilikuambia uchukue kina Musa kama ndugu zako? Mbona umefanya kitendo kama hiki chenye umefanya?" Akanyamaza. Yeye kazi yake ni kulia tu. Nikamwambia, "Vile unafanya si vizuri." Nikamwacha. Sasa Beatrice alipopatikana na mimba hakunieleza yeye ako mjamzito, alinyamaza. Na kila wakati nilikuwa nikienda namwambia, "Beatrice, usijaribu ukapata ujauzito. Beatrice, usijaribu kupata ujauzito." Ananiambia hakuna kitu kama hicho. Siku ya mwisho nilienda nikamuuliza, "Beatrice, umesema uko mjamzito, ulitoa wapi ujauzito? Na nilikuja nikakuuliza kama wewe ni rafiki ya Musa. Ukasema hujawahi lala na mwanamume hapa Mpeketoni. Imekuaje uko na mimba?" Akaniambia kwamba, "Sasa mimi nikikuambia usikii." Nikamuuliza, "Si mimi nimekuuliza mpaka tukapeleka tukastaki Musa Mpeketoni ya kwamba ati anakutukana." Alidaisha Musa anamkorofisha akimtukana. Sasa mimi nikasema kwa sababu ni sisi tulikuleta, tukaondoka na baba yake, tukaenda police station, tukaandikisha kwa OB ya kwamba Musa asisumbue huyu msichana, licha ya kwamba amekaa kwao, akae kama dada yake. Beatrice akaniambia ya kwamba yeye si rafiki ya Musa. Mimi mahali nilishangaa ni wakati Beatrice alifika mahali miezi 3, anasema mimba ni ya Musa. Na mwanzo alisema Musa si rafiki yake. Sasa hapo ndio mimi nilishangaa Beatrice. Na alipotoka kwa boma yetu, askari walikuja ni mimi walipata. Wakaniambia, "Mama, tumekuja kuchukua huyu msichana, tumepata mahali pengine penye atakaa." Mimi nikawaambia ni sawa. Lakini mwisho wake nikaambia hawa askari, "Licha ya kwamba mmechukua huyu msichana, mimi chenye ningeliwaomba, mwambieni asome. Asifanye mchezo yenye anafanya." Mwisho wake Beatrice ametoka nyumbani, akaenda kwa daktari, akatoka kwa daktari, nikasikia nimekuja huku Poromoko ninaulizwa Beatrice alioleka, na mimi sikuwa nimejua ameoleka. Nilijua na huku Beatrice ameoleka. Sasa ni hayo tu.